Sababu ambayo amefanya kocha ya kumtoa Soa. Amefanya sababu ya kumtoa Soa, lakini baadaye anakuja kufanya sababu ya kumuingiza Chama. Hebu kwa mtu ambaye alikuwa na mawazo kama kwamba tunatamani angekuepo Chama yupo, lakini amepewa na striker ambaye tunaamini ni very clinical pale. Lakini kocha amefanya kitu vice versa. Amemtoa Soa, amemuingiza mtu mwingine. Anakuja kuingia Chama baadaye. Kocha alikuwa na mawazo gani pale? Kwa sababu amefanya kama tofauti na matarajio ya watu hivi kwamba angeweka striker pale. Sasa amemuingiza Chama muda ambao amemweka Kibu Denis pale. Kocha alikuwa na mawazo gani pale? Au yaani nini ambacho unafikiri kilikuwa kinaendelea pale? Hata mimi nimeona kocha ameenda kidogo tofauti na mawazo yangu mimi. Yes, yani ukiangalia sababu alizofanya sababu ya Clatous Chota Chama ilikuwa ni sababu nzuri, lakini ilikuwa inategemea na baadhi ya wachezaji wengine ambao, yani sababu inategemea na wachezaji waliopo ndani. Nilikuwa nategemea Morris Abraham aendelee kuwepo ndani, at the same time Chama naye aingie. Kwa hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Nilikuwa naona zaidi Kibu Denis aweze kupumzika, then Morris Abraham atokee pembeni, alafu Clatous Chota Chama acheze kama namba 10 pale. Lakini mwalimu akaona kwamba amuongeze Clatous Chota Chama kwa ajili ya ubunifu, na pia amuingize Libase Geye kwa sababu ya kuongeza kasi na fluidity ya mchezo upande wa kulia, kwa sababu upande wa kulia ulikuwa umekufa kabisa. Kibu Denis alikuwa aonyeshi mikimbio, aonyeshi movements zozote, mipira mingi imepotea miguuni mwake. Kwa hiyo sababu ilivyofanyika ya kumtoa Jonathan Soa na Morris Abraham, yani kidogo imewachanganya mashabiki wengi, kwa sababu wengi walitegemea kwamba Jonathan Soa awepo juu pale asimame kwa ajili ya kuwasumbua mabeki, na namba 10 Clatous Chota Chama ameingia ili aweze kumrahisishia Soa kutengenezewa chances na apate magoli. Yes, kwa sababu creativity ilikuwa imekosekana pale ya kwamba Soa sawa yupo pale mbele striker. Anapatiwa mipira na nani? Anapewa pasi gani laini za kwa hiyo mwalimu alichokitegemea kutoka kwa Chama na Libase Geye pamoja na kumwacha Kibu Denis ndani, na hisi ni alihitaji zaidi energy ya Kibu Denis. Alihitaji zaidi mikimbia Kibu Denis kwenye kufanya pressing. Kitu pekee ambacho Kibu Denis alikuwa anakishindwa ni kwenda kuweza kucontain mpira na kufanya wachezaji wenzake waje then wacheze. Yes, kwa sababu ilikuwa kuna mipira inapigwa juu, tulitegemea Kibu Denis atautuliza, atakaa nao then atasubiri watu wapite then wacheze 1-2 waondoke, lakini ilikuwa mpira ukija unashindwa kukaa, tofauti na Jonathan Soa kidogo ambavyo alikuwa anagasi mabeki na mipira inakaa, watu wanakuja wanacheza. Kwa hiyo ingizo la Libase, tumemwona Libase ni mchezaji mzuri, ana touch nzuri, movements nzuri, crosses amejitahidi kupiga cross 2-3, energy ipo. Ana pia technical ability yake ni nzuri, vitu vipo yani yaliomo yamo. Ila kwa upande wa Clatous Chota Chama mchezo wa leo kiukweli hajaonekana sana, kwa sababu pia na aina ya mchezo, kwa sababu tunajua Clatous Chota Chama sio mchezaji, ana mechi zake, sio mchezaji ambaye ataonekana sana kwenye hizi mechi zenye kasi kubwa, mechi zenye migongano mikubwa. Ndio maana mechi kama hizi utamwona Wilson Nangu, utamwona Yusuf Kagoma, kwa sababu kinawaka. Utamwona Nabi Kamara, ni wachezaji ambao wanapenda purukushana, lakini kwa uchezaji wa aina ya Clatous Chota Chama imekuwa ni ngumu zaidi kuonekana leo. Tofauti na mchezaji kama Elim Panzu, japo Mpanzu naye amepoteza mipira mingi zaidi. Ukianza kufanya statistics za wachezaji waliopoteza mipira mingi, Mpanzu anaweza kama amepoteza zaidi ya 80% ya mipira aliyoipata. Anakana mpira muda mrefu, output yake 0, pasi zake hazifiki. Yani kuna wakati anajaribu kukulazimisha kufanya mambo ambayo ilikuwa ni kuna muda unaweza ukapasia moja ukafungua chumba ukaekewa ya pili, lakini kwenda kwenye kichaka pale, kwenda kwenye kichaka na pia analikimbia goli. Kwa hiyo anabidi abadilike kidogo. Ni mchezaji mzuri, anaweza kukaa na mpira, lakini sasa kuna time na time, unakana mpira muda gani? Kuna kipindi hiki ni cha kukana mpira, kipindi hiki ni cha kupasia, kipindi hiki ni cha kushoot, cha kufanya dribbling. Kwa hiyo anabidi ajirekebishe zaidi kwa maslahi mapana ya timu. Asijiangalie tu yeye kwamba nacheza napiga chenga, mechi imeisha nimepiga chenga sio nimefanya. Hapana. Kwa maslahi ya timu anabidi awe anaachia mpira kwa wakati na anajua wakati gani wa kuachia, wakati gani wa kukana mpira. Ndio. Speaking of Elim Panzu, kiwango ambacho amekionyesha ni kwamba walimkamia sana au ndo tulivyozoea kumuona? Kwa sababu mipira alikuwa akipewa kweli
atoi pasi lakini haitoki miguuni kwake, wanaichukua wanaharibu, inavurugika, tunaanza upya, mara faulu mara nini. Ni kwamba walimfanyia mpango kazi au ni kweli kiwango cha Kibisawala kimeshuka kiasi hicho? Yote mawili yanawezekana. Jambo la kwanza ni kwamba walijua Elie Mpanzu ni winga bora sana, ni mchezaji ambaye ukimwachia nafasi anakuadhibu. Lakini naona mwalimu wa Esperance alifanya homework yake. Pia fullback namba 2 Ibrahim Kaita anamjua vizuri sana Elie Mpanzu. Walikuwa wanakutana kwenye mechi zao za ligi kuu ya Kongo. Elie Mpanzu akiwa na AS Vita Club na Ibrahim Kaita akiwa na TP Mazembe, miongoni mwa masimu kabisa wa ligi kuu ya Kongo. Kwa hiyo walikuwa anamjua vizuri sana Elie Mpanzu. Kwa hiyo aliingia na akiwa anamjua mpinzani anaenda kukutana naye, akasema huyu leo acheze. Kwa hiyo akamuumia meno kwamba huyu acheze. Na kitu kingine cha pili, kiwango cha Elie Mpanzu toka msimu huu umeanza ni tofauti kabisa na matarajio ya wengi sana. Yaani Mpanzu amekuwa ni mchezaji ambaye wa kawaida sana. Mpanzu ni mchezaji mzuri. Ukiangalia msimu uliopita amesaidia Simba kufika hadi finali. Alikuwa anacheza vizuri, anafunga magoli, ana assist, lakini msimu huu toka umeanza ameonekana ni mchezaji wa kawaida sana, kwa sababu output yake anayoitoa ni tofauti na watu wengi wanachokitegemea. Yaani ni amekuwa ni mchezaji wa kupanda shuka sana. Yaani amekuwa ni mchezaji ambaye sijajua anapitia shida gani, sina hakika ni nini anachokipitia, lakini Elie Mpanzu sio Mpanzu yule. Sasa hivi amekuwa machachari zaidi kuliko kuwa na hatari. Yani amekuwa analikimbia goli, ana movements nyingi zisizokuwa na faida, anakaa na mpira sehemu ambayo itakiwa kae na mpira. Kwa hiyo anabidi ajirekebishe zaidi kwa maslahi ya timu. Ndio. Au ni kwamba kocha hajapata nafasi nzuri ya kumweka Elie Mpanzu? Kwa sababu nakumbuka kuna kipindi nafikiri mechi ya Al Masry ya Confederation in last season, kuna kipindi alikuwa anacheza kama namba 10 ya ndani. Ndio. Maybe tumtoe pembeni Mkibisawala, tumrudishe acheze pale ndani kama namba 10 kwenye mechi ambazo hazihitaji creativity sana. Inaweza ikaleta matokeo chanya kwa Elie kwa sababu ni moja kati ya star man kwenye timu. Sasa hiyo inategemea na approach ya mwalimu na machaguzi yake mwalimu kwenye namba husika. Hatujajua mwalimu anahitaji mchezaji wa aina gani kwenye namba 10. Ukimwangalia Elie ni mchezaji ambaye anaweza kushuti mpira vizuri, creativity yake ni nzuri pia. Kwa hiyo kama ukimweka nyuma striker, unakuwa unampunguzia majukumu mengi sana na unampunguzia distance ya kuliona goli. Unampunguzia distance kubwa ya kuliona goli. Kwa hiyo labda kama mwalimu anaweza kumtumia as a number 10, inawezekana ikafanya kazi ila sasa inategemea na mwalimu mwenyewe, machaguzi yake ya wachezaji wake kwenye position husika, anategemea ni mchezaji wa aina gani akae position gani.